ndio maana anasema atasimama angani, na akikaa angani anasema watanyakuliwa watu, na wafu walikufa katika Bwana makaburi yatafunguka. Ile smaku ya Yesu Kristo na watakatifu, ishara ya uhakikisho ni Roho Mtakatifu aliyekuwako ndani yako. Manake kuna muhuri wa moto ambao Yesu amekuwa amefanya kupitia Roho Mtakatifu ndani yako. Hata ukifa ule muhuri haufutiki. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mafumbo mengi kwenye Biblia hauwezi kuyafasiri wewe kwa akili zako. Biblia inaandikwa kwa mafumbo sana. Kodi zilizotumika kuandika Biblia ni mafumbo makubwa. Na ndio maana wanaoelewa ni wachache. Utasema mchungaji anasema nini? Wanafunzi wa Yesu walimfuata Yesu wakamwambia, baba utuambie Yesu, mbona muda mwingi unasema kwa mafumbo? Kwa mujibu wa kitabu cha Mathayo 13 pale, Marko 13 bila shaka na Mathayo, anazungumzia habari ya mpanzi alienda kupanda mbegu. Akafanya hivi akafanya vile, nyingine zikaanguka hapa, zingine zikaanguka kwenye miba, zingine barabarani, zingine kwenye mwamba. Wanafunzi wakachanganyikiwa juu ya ule mfano. Bwana Yesu asifiwe. Wakachanganyikiwa kabisa. Petro akamwita Yesu baadaye, akamuuliza, Bwana, kwa nini mara zote uzungumza kwa mifano? Akasema, ninyi mmejaliwa kuzijua siri za Mungu. Haleluya. Ni hili timie lile neno linalosema, walisikia wala hawakufahamu. Hawakuelewa. Waliona wala hawakufanya nini? Hawakupata ufahamu. Haleluya. Kwa kuna mahali wana masikio lakini hawasikii. Wakina nani hao? Wale wana wa giza, sio wewe mtakatifu. Sio wewe ambaye unamwabudu Mungu. Neno lile halijafichwa kwako wewe mwenye Roho Mtakatifu. Limefichwa kwa wale ambao hawana Roho Mtakatifu. Kwako wewe una Roho Mtakatifu, neno la Mungu ni wazi. Haleluya. Kwako wewe una Roho Mtakatifu, neno la Mungu ni wazi kabisa. Na ndio maana mwanzo nikasema kuna mambo ambayo unatakiwa kuyafanya kwa matendo kabisa. Ndiko nilipozungumza halitaji maombi, hilo ni hatua lazima uzichukue. Kwa hiyo cha kung'ang'ania kwenye maisha yako ni kutafuta Roho Mtakatifu. Nisomee kwa